naitwa mpatanishi mkuu. Soma Matthew chapter 1 verse 23. Anzia 22-23. Maandiko yanasema mstari wa 20, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Immanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Amen. Tunaongea about the reconciliation. Mepewa ripoti, malaika kaleta ripoti, utazaa mtoto ataitwa Yesu, atakuja kutenga watu na dhambi zao. Atakuja kutenga watu na makosa yenu yaliyofanywa kwenu na babu zako na wazazi wako. Ni kwa nini unaambiwa ujitenge na mambo yale? Ili kizazi kitakachokuja nyuma yako kikapate kibali. Lakini bado na wewe umerudisha kile kizazi. Mtoto wako wa kwanza umeita baba yako ama babu yako. Mtoto wa pili umeita mama yako. Kile kizazi tena umekurudisha hapa. Sasa kutakasa hii kizazi kikubalike nyuma yako. Wapenda unafanya kazi nyingine ngumu sana. Posa nasumbuana na watoto ujui ni kwa nini? Kwa sababu umechukua majina ya baba yako ukaweka hapa kwako. Majina ya mama yako kwao umeweka hapa. Wakasema usitaje majina ya miungu. Angalia Exodus chapter 23 verse 13. Nasema nini? 13 maandiko yanasema, yaangalieni haya yote niliyowaambia, wala msitaje kabisa majina ya miungu mingine, wala yasisikizwe kutoka kinywani mwako. Naona majina haya umechukua sasa. Sasa umetoka kung'ang'ana na mambo ya kwenu. Unaonekana kama karibu kuyashinda ya baba na mama. Yamekuja hapa kwa watoto wako. Maana majina yao ni wewe uko nayo. Baba yako wako hapa, mama yako wako hapa, shangazi yako wako hapa, ndugu zako wako hapa. Kwa majina hao umewaita. Umetoa roho zawa umepanda kwa watoto wako. Mbegu inaendelea. Sasa unapigana vita mbele na nyuma. Si watoto hapa, si kwenu, si ndugu zako. Ndugu zako sio sana. Lakini unapigana vita mbele na nyuma. Kwenu na kwako, kwa hao kwa nyuma yako. Maana umebeba majina ya hawa. Hiyo wako haya ama walikufa. Unabeba mambo kama haya. Ndiposa majina haya sisikize. Na kwa sababu watu wako wanajua. Sasa ufanyeje? Wapenda utaondoa majina. Anzana hii roho zilizotumika na majina hayo. Anasema kuna roho. Hizo roho zisipoondolewa zinafanya kazi na majina ambayo wako nayo. Jina hili lilikuwa linafanya nalo hili. Tulikuwa natumia kwa kufanya hii. Tulikuwa natumia kwa kufanya hii. Sasa ni mambo inaanza kusumbua hapo. Wapenda mara mtoto amegongo na gari, mara sio ameanguka wapi, mara amefanyika nini? Kwa sababu umeanza kuleta ufalme mwingine ambao kwa na baba yako. Tunaweza kufuata hapa nyuma. Unamwambia Mungu nifanye nini? Ndiye Ayubu alikuwa anatakasa watoto wake. Mungu amkini ba watoto wangu wamefanya. Nimesimama kwa niaba yao. Paka anatoa sadaka kwa ajili ya watoto wake ili wakubalike. Maana wazazi walitoa sadaka ili sisi tukubalike kwa miungu yao. Ndiye Mungu anasema sasa tokeni katikati yao nyinyi mkatengwe. Ndiye akasema majina haya. Hao watu wako mazuri. Angalia the book of Nahum chapter 1 verse 9. Nahum chapter 1 verse 9. Hiyo majina tu. Kitabu cha Nahum chapter 1 verse 9. Samahani. Kitabu cha Nahum 1 verse 9. Anzia 9 maandiko yanasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Waambie iko karibu na wapi? Kuna wengine bado wanatafuta. Iko mbele ya Mika. Na iko nyuma ya Habakuki. Amesikia karibu na mkuki. Wasome 1 verse 9. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Kwa maana wangawa kama miiba iliyotatana na kunyweshwa kana kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Verse 14 maandiko yanasema, tena Bwana ametoa amri katika habari zako ya kwamba asipandwe tena mtu awaye yote mwenye jina lako
toka nyumba ya miungu yako, nitakatilia mbali sanamu ya kuchora na sanamu ya kuyeyusha, nitakufanyia kaburi lako, kwa maana mbovu. Tazama, juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema, atangazaye amani. Zishike sikukuu zako, Yuda, uziondoe nadhiri zako, kwa maana yule asiyefaa kitu hata pita kati yako tena kamwe, amekwisha kukatiliwa mbali. Unaona? Sasa huyo asiyekatiliwa mbali ndiye anawasumbua. Pasitaje mtu katika jina hili, kwa sababu kuna miguu ya mtu aletaye habari njema. Nimemtuma alete hizi habari njema kwenu, aondoe hizi nguvu zote, hii mambo ya majina mlipanda hapa kwa watoto kina nani, na anahangaisha watu. Na imekuwa ni system. Wewe ukitoka, msichana wako akizaa, anaanza azaa baba yake. Ile inarudi tu. Yaani recycling. Vile ng'ombe inaenda kucheua usiku, inatafuna manyasi, inaenda kucheua usiku. Vivyo hivyo inakuwa. Unazaa naye, kizaa na yule msichana wake, anazaa baba yake, anazaa mama yake. Ile mambo ulikuwa unapitia baba na mama, mkipitia shida zimeenda kwa wale watoto. Unaanza kuita, mami tunapitia hivi, mnaenda kuwarekebisha. Mambo mliyopitia kwako kwa sababu ya majina yameenda. Wambia hii, yani huu falme ni mpana sana. Usipoelewa ni neema ya Mungu inatushikilia, inatusaidia. Na vitu hivyo wapenda, usiposimwambia Mungu nisaidie, hutaviweza. Tuende reconciliation, 2 Corinthians chapter 5 from verse 14 to 21. 5 from verse 14 21. Maandiko yanasema, maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabia makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu, twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Amen. Tunaongea kuhusu upatanisho. Anasema kwa ajili ya hiyo simtambui mtu katika mwili tena. Napoona ukifanya mambo fulani, najua ni roho inayekutumia. Hii ni roho ya Mungu ama ni roho ya adui, ama ni roho ya babu zako inafanya kazi. Maana sema adui hujibadilisha, he disguises himself as the angel of light. Lakini anasema mtamtambua kwa matendo yake yote. Anasema sasa Bwana, kwanza sasa mimi simtambui mtu katika mwili. Hata Kristo simuoni tena, maana amekuwa katika roho. Hata imekuwa mtu sasa akiwa ndani ya Kristo amefanya kiumbe kipya. Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na yeye. Ndiye akasema pale, ndiye anaitwa Mungu Emmanuel. Anapatanisha ulimwengu na yeye. Rudia verse 17. Maandiko yanasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Alitupatanisha nafsi zetu na Kristo na akatupa huduma ya upatanisho. Kwa hivyo kuna reconciliation ministry, nisema anetupa. Wapenda sijapewa na wanadamu, ni yeye aliniambia ya kwamba nikapatanisha watu na yeye. Nikishawaunganisha, imagine Mungu alikuwa ananiambia unganisha watu na huyo mwenye nilimtuma duniani. Ukishawaunganisha, waambie waombe Mungu chenye wanataka. Hiyo ndio huduma ya mihuri 7. Huduma mihuri 7 sio deliverance, sio nini. Hiyo inakujanga by the way. Lakini yote kupatanisha mwanadamu na muumba wake kupitia kwa Kristo. Akishaungwa na Kristo, mwambie aombe Mungu chenye anataka. Alafu akasema akatia ndani mwetu neno, verse 19.
Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Ndio unasikia wewe ndugu amekuja hapa anashangaa, hii inafanywa kwa namna gani? Ametia ndani yetu neno la upatanisho. Ametuma huduma ya upatanisho na neno akatia ndani mwetu la kupatanisha watu na yeye. Hivyo unapoona mtu akiteseka na ugua, huyu mtu hana ushirika na Mungu wake. Wakati ameunganishwa na yeye, ndipo sasa Mungu anaanza kazi zake na mtu huyo. Posa unaona maisha yako yanaanza kubadilika. Naona mambo kama mweni yako wapi? Ndio yule mweni. Salibia watu. Anang'arang'ara siku hizi amekuwa msichana. Alikuwa hapa na hasira kali. Amewaka anasema, mimi hapana. Mungu akambadilishia maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ameingia wapenda, hautabaki jinsi ulivyo. Anaanza kutoa mambo ya kale yamekuwa kikusumbua kikutesa. Kwanza anaanza na adui. Adui akishatoa kwanza. Maana hawezi weka neno lako wakati kuna maneno ya watu. Hawezi weka roho wake wakati kuna roho nyingine. Hawezi weka ufalme wake na ufalme mwingine. Lazima angoe huo. Ndio mtu anaweza kujichukia. Anaanza na hasira, anaitoa vita mambo yote yanatolea kwako. Ndio sasa aanze kuweka roho wake. Ndio aanze kuongoza. Roho Bwana ni upole, wa amani, furaha, uvumilivu, kiasi. Hiyo ni kazi ya roho. Yaanza kubadilishwa sana maisha. Unakasirika leo, kesho mambo imeondoka. Sababu roho anakuondolea. Lakini ukiwa mwanadamu wa kawaida utakasirika mpaka kesho kutwa, ambao utakuwa unamkosea Mungu. Na ndipo akasema hapa, akatupa huduma ya upatanisho na akatia ndani mwetu. Mungu akatia ndani mwetu neno la upatanisho. Kutoka pale sasa akasema verse 20, tukafanya we ambassadors. Sasa basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twawaomba na ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio mambo ya reconciliation ministry mahali ilitoka. Twende Romans chapter 5. Sio mambo ya hapa, inatoka na Mungu mwenyewe. Tumeona mihuri 7 ni Mungu mwenyewe. Tumekuja reconciliation ni Mungu mwenyewe. Anasema watu, Kristo akamtuma Yesu aje aunganishe wanadamu na yeye. Maana watu wameungwa na madhabahu. So unaposikia unaungwa na madhabahu, unaungwa na uchungaji, sio na vitu gani? Hiyo ni yenu. Lakini ametuma Kristo hapa atuunganishe na mbingu. Mahali ulisema tuzae msichana fulani, tumezaa msichana, tumezaa kijana, tumezaa mambo fulani. Hao walioumbwa, Mungu anataka aweke uumbaji wake ndani. Taka uumbaji wa Mungu kubadilishia maisha. Romans chapter 5 from verse 6 to 11. Maandiko yanasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana, tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa, tutaokolewa katika uzima wake. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Amen. Kwa yeye tumepokea huo upatanisho. Anasema kwamba Mungu ni vigumu mtu kufa kwa ajili ya wenye dhambi, kwa wenye haki, lakini yeye akaja kafa kwa ajili yetu sisi. Akajitoa sadaka kwa Mungu ili tukubalike. Maana kwa anatoa sadaka za mbuzi, za ng'ombe, za kondoo, za malondro yote. Lakini hapa Yesu akaja akajitoa mwenyewe ili sisi tukubalike. Na sasa unakubaliaje? Kwa kumwamini tu. Anasema muaminini Mungu, niamini na mimi. Kumwamini Kristo, Bwana nimekuamini. Na hoja zako wewe unampelekea yeye, sio unapelekea watu hivi na hivi, hapana. Mimi nimeweka nikusaidie imani yako ikue, umjue yeye. Ukishamjua sasa, omba chochote utakacho. Kila mara unaenda, anasema nitakutumia ukiwa chombo. Ndipo sasa anasema hapa, Kristo akaja kafa kwa ajili ya sisi. Akatununua, akatupatia kwa Mungu, ili tutumikie Mungu kwa jinsi inavyotakikana. Na baada ya kufanya hayo, akatupokea. Anasema verse 11, wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Yani we have received now that reconciliation.
in our life. Kuna huduma, kuna neno la upatanisho na kuna kuupokea. Sasa mmepokea huo sasa mweneni nao mkaufanyie kazi. Mkalete watu kwa ufalme kupitia kwa upatanisho, kupatanisha watu na Mungu. Ni shida wako nazo, wapatanisheni na Mungu. Ni mambo gani mnapitia? Tunasema sijui ni makansa, sijui vitu gani. Huyu mtu anapounganishwa na huyu, tumepewa jina lipitalo, hatujapewa majina ya kansa, tumepewa jina la Kristo. Hatujapewa majina ya mauti, tumepewa jina la Kristo. Ingawaje kuna mtu nimesikia anaitwa mauti. Naona, nimesikia kwa Wakisii mtu anaitwa mauti, na kwa Waluya kuna mwingine anaitwa mauti. Naona, hamna hiyo jina sijui. Mauti yako wapi? Naona ndugu, unaitwa mauti? Ai. Tutaonana na wewe. Na tumefuta hiyo mauti kwake. Bwana asifiwe sana. Utaishi maisha mazuri sana. Na ubarikiwe na familia yako. Bwana asifiwe sana. Maana yake Yesu ubadilishwa hali ya kale. Kwa sababu ni wazazi wanaita watu. Watu walikosa majina. Hata kwetu kuna mtu anaitwa Kifo. Anaitwa Kifo, yeye anaitwa Kifo ni jina lake, na mwingine anaitwa Madaika. Matapiko. No. Tunatoka majina, watu walikosa majina. Anyway, hiyo ni ya kwao. Tunaongea kuhusu wapendo hapa. Kristo alifanya kazi kubwa, akaachilia upatanisho kwetu, akatunganisha na Mungu tuweze kuhesabu na huduma hiyo, akatia na metia na neno na akakupa na nini ya mwisho, na tumeupokea. Now we have received now that power of reconciliation, na the word of reconciliation in us. Ndio tuifanyie kazi kuleta watu kwa Mungu kupitia kwa maono hayo. Romans chapter 3 verse 21-26. Andiko inasema, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Na haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani ni haki. Samahani, ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Amen. Kuna kitu amesema hapo kule kumfanya upatanisho. Umesoma, kuna mahali umesoma hapo. Akamfanya Yesu kuwa upatanisho. Imekuwa verse 25. 23, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Sasa Mungu anasema ni wewe nimekufanya kuwa upatanisho kwa jamii yako na familia yako. Nimekufanya kuwa upatanisho wewe. Upatanishe watu na huyo Mungu. Posa kila anakutana na watu, ni wachungaji kila nani, tunawapatanisha na yeye. Maana tujui imani na misingi waliokuwa nayo ni misingi gani. Sasa lazima tuwarudishe ili Mungu akutumie. Kweli uko na maono, unafanya kazi kubwa ya Mungu, lakini kama hujaunganishwa na huyu, who is the source of everything. Jesus Christ is the source of everything. Yeye ndiye akona maisha yako, ndiye akona mamlaka juu ya mwili wako, ndiye akona mamlaka juu ya huduma yako. Ndiye anasema sasa hapa, nao umepewa upatanisho huu, ukapatanisha watu na huyo Mungu ambaye umemleta. Sasa unakuta unapatanisha watu na wewe mwenyewe kwa nyumba mpatani. Wapendwa, kama mpatani kwa nyumba na mpatanisha pale nje, mnafanya kazi ya bure. Maana adui atakufuata hapa. Adui kwanza anasema kwanza muanze na nyinyi. Alisema charity begins at home. Nyinyi wenyewe kwanza. Amesema ngapi? Hiyo hatusomi. Katika Amos chapter ngapi? Chapter 3 verse ngapi? Verse 3. Wawili wataendaje pamoja kama nyinyi mpatani? Wapendwa, kama tumeona watu maisha yao yameisha. Watu wako pamoja lakini hawana umoja. Imagine mko kwa kitanda kimoja lakini unaandikiwa message, kesho ukienda ukuja na maziwa. Wapendwa, unaandikiwa message, kesho ukienda ukuja na maziwa. Maziwa imeibaki paketi moja. Unaandikiwa message. Unaambia okay my dear. Ni dia ya ng'ombe ama ni dia gani huyo? Eti okay babe. Babe gani huyo? Wapendwa, tunafanya katika jamii na familia. Adui ameshawaweza hapa. Ameshagonga wewe, kagonga huyu.
Ametia chuki juu, mnachukiana wenyewe kwa nyumba. Wapendwa, mpatani, hamuelewani, adui ameshaingia. Na anasema mchukiane ndugu yake ni sawa sawa na muuaji. Wapendwa, usipotoa hiyo roho, adui anafanya kazi ndani mwako, atawatesa. Hamwezi kunapatanisha pale watu pale nje na huko wenyewe hampatani hapa. Wapendwa, mnaanza na nyinyi. Lazima muondoe tofauti zenu. Mungu anawaangalia nyinyi. Anasema kupitia nyinyi ndio nitatoa kitu hapa cha kusaidia hawa ndugu zako. Na nyinyi kama mnakaa katika hali hii, anasema sikuwaumbia mambo kama haya. Ndiye anasema mkikaa pamoja kwa umoja, nitaamuru baraka kwenu, nitaamuru uzima, nitaamuru mafanikio kwenu. Wapendwa, kama mko hapa hamna umoja kwenu, wapendwa, adui ameshamkaribisha na anatawala kwenu. Ndipo akasema hapa, amekufanya kuwa mpatanishi. Nimekuinua wewe, Kristo akamfanya mpatanishi. Sasa wewe ndiye Yesu amekufanya. Anasema mimi nilitumwa na Baba, lakini wewe nitakupeleka. Baki dakika 17. Colossians chapter 1 from verse 10 to 23. Huduma ya upatanisho. Colossians chapter 1 from verse 10 to 23. Maandiko yanasema, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu wasioonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama, mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliolisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Amen. Wapi naongea kazi kubwa ambayo Yesu alifanya. Hivyo kama mimi anatusikitikia tunapolitaja jina lake, na huko tunafuata njia zingine ambazo hazifai. Anasema wapendwa, kuna mambo hapa alifanya kutupatanisha sisi na Mungu ili tukubalike. Akasema basi mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema. Wapendwa, kwa sababu yeye alilipa, alijitolea, akaacha mbingu, akaacha enzi, akaacha mambo yake yote kwa ajili ya wewe ukapate kuokolewa, na kupitia wewe akutumie usaidie ndugu zako watoke katika hali uko nayo. Lakini sasa unaogopa yetu ile fulani mchawi, hakuna majini, sijui alifanya. Wapendwa, hiyo ni ufalme wake amejiletea, na ni kinga yake amejiwekea. Usipomwambia mna hiyo kinga, itamgeuka na itamaliza boma yake. Usipoweka ukuta wa moto kwako, ilibidi Ayubu akawekewa ukuta. Huyu Mungu akawekea shamba la Eden likawekewa ukuta wa moto na malaika waliozunguka. Wapendwa, kama hauna ukuta huo, wapendwa, na kama ukuta wako ulibomolewa, uko kwenye shida, angalia Isaiah chapter 5 verse 1. Kama ukuta wako, kitalu chako Isaiah chapter 5 inaongea kama from verse 1. Maandiko yanasema, na nimwimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu katika habari za shamba lake la mzabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mzabibu kilimani penye kuzaa sana,
akafanya handaki kulizunguka pande zote, akatoa mawe yake, akapanda ndani yake mzabibu ulio mzuri, akajenga mnara katikati yake, akachimba shinikizo ndani yake, akatumaini ya kuwa utazaa zabibu, nao ukazaa zabibu mwitu. Na sasa enyi wenyeji wa Yerusalemu, nanyi watu wa Yuda, amueni na wasihi kati ya mimi na shamba langu la mzabibu. Je, ni kazi gani iliyoweza kutendeka ndani ya shamba langu la mzabibu nisiyoitenda? Basi nilipotumaini ya kuwa litazaa zabibu, mbona lilizaa zabibu mwitu? Haya basi, sasa nitawaambieni nitakalo litenda shamba langu la mizabibu. Nitaondoa kitalu chake, nalo litaliwa, nitabomoa ukuta wake, nalo litakanyagwa. Nami nitaliharibu, wala halitapongolewa wala kulimwa, bali litamea mbingili na miiba. Nami nitayaamuru mawingu yasinyeshe mvua juu yake. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ndilo nyumba ya Israeli, na watu wa Yuda ni mche wake wa kupendeza. Akatumaini kuona hukumu ya haki, na kumbe aliona dhulma. Alitumaini kuona haki, na kumbe alisikia kilio. Amen. Tunaongea wakati ukuta umebomolewa ambao Mungu alikuwekea. Wapendwa, magonjwa ni kwako, shida zote ni umaskini, aibu, vitu zote ni wema, tukano. Wakati nimeondoa kitalu changu juu yako na ukuta ukabomolewa, ndio nakwambia hao watu uchawi wao na vitu ni kinga yao walijiwekea. Sasa ndio wanatumia kinga sasa kuweza kukushambulia wewe. Wanatumia silaha zao kukushambulia, lakini wakati umewekewa ulinzi huu, wapendwa, adui hawezi. Atajaribu vyote hataweza kwa sababu Bwana ako upande wako ili akuokoe na kukutetea na kukulinda katika mambo yote. Hivyo wapendwa, angalia, kama hauna ulinzi wewe utakuwa unashambuliwa na mashetani. Kama hauna ulinzi wa malaika, ndio naona wachungaji inabidi watembee na bodyguard hapa na mabunduki hapa nyuma. Tuliwaona wengi walikuja hapa na maukitoki. Kwambia chukueni matunda mkule. Hapana. Sasa ukiwa na ukitoki uweze kula matunda. Mmoja ndiye akachukua pale akakula. Nikwambia jamaa wenu sio tunakula naye hapa ndani, alafu na nyinyi muweze kula matunda. Nyinyi ndio special kuna namna gani? No, we are okay. Mwambie ako nena okay wenzenu hapa. Watu watembea na maukitoki. Haya. Eti mnalinda mtumishi. Mungu akiwa wapi? Wamro sasa imefika wapata tumejielewa. Wapendwa, kuna watu walijipeana kwa Mungu, yani watu wajaribu mambo yote hakuna, kwa sababu anasema nimekaa ndani mwako, nitaishi na wewe. Hao watu wanadamu wanafanya mambo yote. Ndipo sema wapendwa, angalieni ulinzi wa Mungu. Hapa nani wakasema mambo kama haya? Paulo akwambia enendeni sawa sawa na Mungu. Wapendwa, usipolinda watoto wako, adui atawashambulia. Kenda shuleni nimeshambuliwa. Kenda yote. Usipokuwa na hapa nikuja kanisani nakuja kuwaombea ulinzi kama this Sunday. Takumbuka kuombea watoto ambao wanarudi shuleni. Ili Mungu akawape ulinzi, awape protection, awape shield, awafunike. Lakini wewe mwenyewe ukiwa mzazi, ukifika pale, juzi kwanza niliona uko karibu namba, unakulanga chakula yangu hapo bure. Unaanza kutukana mtoto wako unamrushia mabaya. Baada ya kufungula hapo unamrushia mabaya. Mabaya ndiyo yanamfuata. Usipokuwa naambia watu wako wafunika hapa, hii majina yenyewe haitaki mtoto asome. Majina uliowaita hairuhusu. Mtoto anang'ang'ana masomo lakini moyo wake hutaki. Kwa sababu ni jina haliko na elimu kama hiyo. Posa Mungu anasema wapendwa, ni neema Mungu anatushikilia. Paulo akasema sasa hapa, akaambiwa Kolosai, enendeni na huo wito ambao Mungu alifanya. Akamtuma Kristo akajipeana kwenu. Wapendwa, ni kwa nini unasumbuka? Hujajipeana fully, ama unajipeana nusu. Maana anasema kuna watu wamejipeana 30%, kuna wengine 60%, kuna wengine 100%. God is looking for the 100%. Wale wamejipeana kwake. Mungu vile sema kuishi ni Kristo. Hiyo niko na fedha sina. Kwate zimeisha naenda kwake. Mwambie Mungu hapa naona kumepungua hivi na hivi. Anajua vile atakaofanya. Anafanya kwa uwezo wake na kwa nguvu zake. Ndio Mungu anauliza, kwani hivi nyinyi mnafanyanga kazi wapi? Nikwambie hiyo kazi ya Mungu naona ni kazi kubwa sana ambayo tunaifanya. Hakuna kazi nyingine mnafanya, hii unaiona tunaifanya hii. Hiyo ndio kazi kubwa zaidi. Tumetoka na wewe. Tumetembea na wewe tukaona namna gani? Na tukirudi naona namna gani? Umeona tukipewa pesa huko. Na tukirudi kwa simu sinakuonyesha pesa ndio hii. Ile kazi nimefanya kuna mwenye ananilipa. Mimi nafanyia watu na kuna mwenye analipa. Wapenda ni siri kubwa wezi kaielewa. Nikwambia sasa hiyo naona tumesaidia ile bishop, tumefanya nini? Na tumelipwa hii pesa ngapi? 8,000. Unaona? Tumefanya tu fulani ile. Pale tumeenda kukutana na watu fulani. Akaja akatuzia sui ni melon sui na nini.
melo siyo 3, nikwambia mbaki na ngapi? Mbaki na 60. Hii nyingine ndio kakule lunch. Kukaa kidogo nimetumia shilingi 500. Nikwambia nimepatia mtu hapa kidogo na nimelipwa ngapi? Wewe ndio mgumu. Wamri moyo kuna ya ugumu. Wamri atakupatia mtu hata popcorn unaona ni hasara. Wakati Paulo anasema nimehesabu zote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Wamri ugumu wako na utasema utafanya the stingy heart ambao uko nayo. Utafanya mambo yako yote. Wapenda unaenda hata kwa gari hata huwezi lipa hata tikiti. Mwambie leo hapana, wacha leo nikuwalipie. Wacha leo nikuwanunulie lunch. Wapenda ninunulia wachi mahali fulani katumia shilingi 1500 sijui na 700 sijui na ngapi. Wapenda kitambo nifike nilipwa 15000. Kitambo nifike Nairobi mahali tulikuwa. Katumia 1500 na nimeshalipwa tayari 15000. Wapenda vile Mungu anafanya mambo yake. Wapenda ni tofauti. Waliishiwa na chakula, waambia kaeni hapa. Mbingu zifungwa kwa letewa mana. Kaambia chakula ndio hiyo. Wakasema tumeshiba lakini hatuna maji. Kaambia kanini yule mwamba katole watu maji. Wapenda ukielewa Mungu jinsi alivyo. Aliyesema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Lakini imani lazima iambatane na neno la Mungu ambalo liko ndani mwako. Na roho wa Mungu ambaye iko ndani mwako ndio connect pale. Unafanyia huyu, yule ndiye anaona. Akishaona anatumana mahali fulani. Amemaliza kazi, mlipeni kitu fulani. Unalipwa vitu mpaka unashangaa. Unauliza hivi ndivyo Mungu ulivyo. Hivi ndivyo ulivyo Bwana, ndio ufanya kazi zako. Ndiye akasema nimekuita na wito huu, na usikope vitu za watu. Na usichukue vitu za watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nasema na wewe kama utamuelewa, utakapofikia kilele chake, ndipo utamuita asema niko hapa, fanya hii, fanya hivi, enda pitia hapa na niko pamoja na wewe. Mbaki na dakika 7. Ephesians chapter 2 verse 11-22. Andiko inasema, kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasiotahiriwa na wale wanaoitwa waliotahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile. Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuuondoa ule uadui kwa Achia pale kidogo. Wapi nani alibomoa hiyo kiambaza? Hicho kiambaza kile anatutenga na nani amekibomoa? Kiambaza cha kwenu na wewe nani amekibomoa? Tulimeongea kuhusu kitalu hapa. Mambo ya kwenu nani alikutenganisha nayo? Ndiposa nakudai. Posa unangangana na kwa watoto wako sio ni kesho ni hivi, kesho kuna vile, kwa sababu kiambaza akijabomolewa. Mwambie Bwana uomoe hichi kiambaza. Ama hii kilichokutenganishwa na mambo ya kwenu. Posa kila kitu ukifanya unadaiwa. Hiyo mzazi alikufa uko hai lakini unaitanishwa kwa jina lake. Hiyo ni kifungo cha milele hata ufe. Wapi unaandika huyu alikuwa ni mtoto wa fulani. Kitu ambao uliungwa nacho ambao unaishi nacho for the rest of your life. Umeitwa mtoto wa fulani. Huyu ni mwana wa nani? Wa fulani. Jina hilo hata kwa kazi yako unaandikwa hiyo. Paka kwa kaburi yako umeondoka duniani. Alizaliwa mwaka fulani fulani, alikuwa mtoto wa fulani. Jina bado limesimama pale pale. Ni alama nyingine ambayo ulibandikwa ambayo haitoki. Hiyo walikufa bado unaitanishwa kwa majina yao. Wako hai bado unaitanishwa kwa majina yao. Ndio Yesu anasema ile roho yako itenganishwe. Wacha wabebe mwili. Lakini roho yako itenganishwe na mambo yao. Akibomoa hicho kitu ambacho uliunganishwa nacho hicho cha kwenu kilichobomolewa na kuwekea ukuta wake, wapenda utaishi kama wao. Licha kusema Bwana asifiwe, unasaidia watu, unafanya mambo, lakini ile uadui ukinuka wa kwenu unakufuata mahali huko. Wakifanya sherehe karamu yao inakufuata mahali huko. Na kama ukifanya inafuata mtoto wako. Kwa sababu ya damu ambayo inayenena. Kwa sababu ya kibandiko cha jina walioitwa, jina la mtia. Kila akifanya karamu zao, Alex yako hapa, ameanza kukohoa. Kwa sababu kuna karamu imefanya pale, wakachinja malondo yao. Wakasema tumefanya kwa ajili ya familia nani? Kwa ajili ya mtia.
Hiyo ako hai alikufa, kutaja hilo jina peke yake limefuata the entire family. Hiyo wako Ulaya ama wako wapi, kulitaja jina peke yake. Nimeona hapo naandikanga report, unaandika ukimaliza unafinya tap, unasikia imeingia Canada. Kule kufinya hii peke yake, uniambie ni rate gani, speed gani hiyo? Umeandika message, kumaliza kufinya imeingia. Iko Germany. Mali unaongea naye. Wapi unaongea jinsi mambo yanavyo. Sasa wametaja jina, limeenea kila mahali, kutaja peke yake limwafikia mahali huko. Posa Mungu anasema hapa, tafuteni ulinzi wa Mungu aliyesema sitawapunguza sitawaacha. Ndio Paulo akagundua, nimetambua hakuna kitu kinaweza kunitenga na upendo wa Mungu. Hiyo ni vifo ama mauti havitaweza, maana nilijipeana kwake. Na niposa nituma hapa huduma ya upata. Umemaliza mpaka 22? Ulifika ngapi? 14. Yeah. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani. Akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwenu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwao wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Amen. Mmejengwa kuwa maskani ya Mungu katika roho. Imagine. Yani you are the dwelling place of the Most High. Umewekwa kuwa maskani ya Mungu katika roho. Baada ya kupatanishwa na Kristo, wale walikuwa wawili akawaunganisha. Na nani amekuja katikati yenu asitaki muwe na amani? Nani amekuja katikati ya ndoa yako? Na aliingilia wapi? Wamekumbuka maagano yao, walimaliza sijui ni mama yao, sijui ni baba yao. Na sasa huyu mbona anakaa, sasa wanakuja katikati yenu, wamaliza na yako. Wapenda usipotambua huyu adui, hii mambo ni ya rohoni, haitambulikane kwa jinsi ya mwilini. Usipoondoa mambo haya, wapenda watamaliza vile walifanya kwa wale wengineo. Maana wanawinda, walipewa contract. Mtu akipewa contract ya barabara ya kwenda Kitui, akisha amemaliza. Vivyo na hao wamepewa contract, akisha kuna mtu atakaa na ndoa hapa. Hakuna mtu atakaa na kazi. Hakuna mtu atakaa na amani. Tutakoshanisha na wazazi wake kila mahali. Wapenda mnafarakana nyote, na wewe ndio uliwekwa the central person kuamrisha roho ya mafarakano, kung'oa uadui ulio katikati yenu, katika jamii yenu. Roho ambayo iling'oa mzee pale unaitoa. Roho ambayo inasumbua mama unaitoa. Tunasikia mamangu naongeanga naye, anasema hata aombewe na nani, anasema hapana. Akipiga simu tu anasema iko mwambie ushikilia simu tuombe. Wewe adui unafanya nini hapa? Huyu ni nani alikutuma kwa mama tena? Yaani nimetoka Nairobi kuja kusumbua mama hapa, hatoa gasi zako. Toa kabla sijakumaliza dakika hii. Malaika zungukeni hapa, niweka mtu mwingine doria. Hatoka mambo yote. Mama anasema hii kitu imeshaondoka, mimi niko mzima, nasikia niko huru. Wapenda unatandikwa kofi paka yani unakaa hivi. Yaani umetandikwa, yani kuangalia kwako lazima uangalie hivi. Yaani umetandikwa kofi, yani kugeuka na geuka hivi. Adui ameshakuweza. Na umeshindwa mamlaka iko hapa. Nimekung'oa kwa jina la mali utumwa. Wapenda mambo ya Mungu ni ishara na kuamini. Tunasumbula na macho, nimeng'oa adui wa macho. Unaona? Wame utavaa miwani paka ifike paka hapa. Kwa sababu macho inakuwa inapunguzwa. Ibrahimu alikuwa na 120 years, bado alikuwa na nguvu za kufanya mambo haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nimetuma upatanisho hapa kupitia kwa Kristo na ninakutumia wewe. Anza kusaidia watu kwa kung'oa mbegu ilipanda. Nimeng'oa hii, nimetoa. Toa maskini na toa na shida. Na nimetamka mema kwa watu hawa. Bwana wafanikishe. Kinachokusanisha ndugu zangu, leo ninaandika majina yao hapa. Hamna kile unachokushinda kwa sababu haujafanya chochote kwa ndugu zako, hata kukumbusha maneno yako iko empty. Wapi nilifanya paka kwetu, nikatoa pesa yote kama tuko 5, nikatoa shilingi 1500. Kwambia Mungu nimefanya hii. Na nimefanya kwa neno lako na nikaipeana. Sikupeana kwa mtu, nilipeana mahali fulani. Unaona?
Nikwambia Mungu nimefanya kwa neno lako. Hivyo unapokumbusha Mungu kuhusu fulani, anashughulika mara moja. Lakini wewe ni maombi peke yake, nimevunja, nimeharibu, nimeng'oa, nimekatakata, nimevunja, maneno tupu. Wakati Yesu ilibidi ajipeane maisha yake ili akakubalike. Ndipo unapotisha vitu fulani vinaachiliwa, vinanifikia. Kwa sababu nimeunganishwa na wale, nikiwaombea mara moja Mungu anasikia na watimizia. Wewe ni kitu gani ulifanya? Kitu gani unafanya kwa watu wako ndio wanaonewa ukiona hivi? Wanafuata paka mali kwa miguu yako kuja kugongwa hapa. Kwa sababu kuna kitu ulifanya ambacho hawana ulinzi. Mungu anasema mtafuteni Mungu madamu anapatikana. Mmoja hapa peke yake, Matthew chapter 5 verse 9 peke yake. Matthew 5 verse 9 peke yake. Andiko yanasema, heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Rudia tena. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Unaona? Ukifanyika mpatanishi, you become the sons and daughters of God, the servants of God. Heri wapatanishi, maana wataitwa kina nani? Ya mwisho Malachi chapter 4 from verse 4 hapo nyuma tu, from verse 4 to 6. Maandiko yanasema, ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote, naam, amri na hukumu. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Amen. Mtu akugeuza mioyo ya baba ielekee watoto na watoto ielekee wazazi wao, nisije nikaipiga hiyo familia na laana. Wapenda, umesimama wapi? You have to be the mediator between your family, between your parents and your siblings. Mwambie Mungu, hapana, niko hapa. Hii roho imeingia kwetu, siitaki. Leo naenda kuing'oa. Inafarakanisha watu waelewane. Mtu alikuwa wasaidie, amekata usaidizi wote, asifanye chochote. Kwa sababu nyinyi hamjapatana. Anasema nitatuma mtu kwa roho ya Eliya. Atasimama katikati ya hawa. Atasema nimetubu kwa nimeng'oa roho inasumbua kina fulani. Huyu ndiye anasumbua watu katika boma. Unafunga hata siku moja. Unaona? Na vitu vingine kutuambia wapendwa, tunaomba empty. Like kama na sadaka zangu hazirudiwi. Wapendwa, nafanyanga mara moja. Yangu nilifanya mara moja. Baada ya kufanya mara moja, sasa nikumbushe tuojiane, eleza mambo yako. Nikumbushe habari mama yangu anaondolewa mara moja. Nikumbushe ndugu zangu wanaondolewa mara moja. Kwa sababu kuna kitu nilifanya kwa Mungu kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nini unafanya? Nakumbusha Bwana kuhusu kazi yako. Mungu, nimefanya kwa ajili ya kazi yangu. Inalindwa na nguvu za Mungu. Hata wafanye nini yako hakuna, kwa sababu kuna kitu insurance uliweka. Inalindwa na nguvu za Mungu. Lakini usio mtu wa kunungunika. Ndiposa akasema hapa, angalieni na mtuma mtu kwa roho ya Eliya, na nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ya Bwana iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga hiyo familia na laana. Ndio umefanya wewe kuwa mpatanishi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo haya kwa kuwa umeandika, ni wewe utayakubali. Mwambie Bwana, nifanye jinsi upendavyo. Nasema neno dogo nikufanye wewe. Angalia Isaiah chapter 49 verse 6. Nasemaje? 49 verse 6. Andiko yanasema, naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Unasikia? Neno dogo nikufanye kwa mtumishi wangu na nikutumie hata paka misho ya dunia, sio hapa peke yake. Ninafunga mlango kule kwingine kila mahali. Ndio Mungu anasema nataka nikutumie wewe, neno dogo nikufanye kwa mtumishi wangu. Usimame kwa nafasi. Umwambie Mungu, hii hapana. Familia yangu hiyo ukuta alibonarudisha ukuta kwa familia yangu. Ikalindwe na nguvu za Mungu. Wakati nani huyo Jona alifika Ninawi, aliambia Bwana, hawa watu wako ndio wakapita, Mungu atawaua after 40 days. Wakaingia kwa maombi. Walisamehewa, wakaondolewa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika sasa, tumemaliza mambo hayo kuhusu the 7 seals. Ni refu ambayo ingisezi fundisha yote. Sio takoje kanini nitakuita katika semina hiyo na tufundishe 7 seals, mihuri 7 sasa yote mpaka 22 ndio uelewa la kufanyia semina karibu ya wiki mbili. Sasa tumemaliza mambo hayo, the 7th Church of Christ and Reconciliation Ministry.
Sasa kuna falme zilipandwa kwenu, zimetesa watu, zimehangaisha watu, zinaondolewaje? Ndio inabidi sasa jioni saa hizi nimeambiwa kuna kitu umeandaliwa saa hizi saa 7, uandaliwe kitu utakachokula alafu turudi. Inatakana ikiwezekana if possible by 4 tu tumeshamaliza mambo kama haya, lakini naona saa hizi saa 7, I think by saa 8 tukirudi hapa by saa 10 tutakuwa tumemaliza. Nikueleze ufalme wa mbinguni. Kuna mwingine alikuwa nimekuambia, sio kama ulishika kama uliacha. Naona kuna mwingine alikuwa nimeandika hapa, ama kufungua na kuuponya mji. Hilo nilikufundisha. Si kuna kufungua na kuuponya mji wa kwenu. Nilikufundisha ama sijakufundisha? Ama ulisahau? Hatuko. Kwa hiyo leo tunaongea kuhusu the kingdom of God. Iko na mambo mengi sana hapa ambazo falme ambazo zimewekwa. Baada ya kufanya mambo yote tumeambiwa ni Mungu ndiye mwenye mihuri 7 na Kristo ndiye alifungua mihuri hiyo na akapatia malaika akampatia Yohana. Reconciliation ni Kristo mwenyewe. Anaitwa Mungu Emmanuel, Mungu pamoja na sisi. So tutakaporudi kidogo, adhani kama tunaweza maliza mambo haya, tunaweza kuwa na maswali 2, 5 ama 10 ndio tuweze kumaliza. Tukimaliza nyingine about the kingdom of God. Karibu pastor. Simbarikiwe na Mungu. Hata Biblia yangu ikae hapa ndio tutarudi kwa next time. Karibu. Amen. Amen. Tupige tu makofi mazuri.